mbona imekuwa ghafla mno? Ni ghafla mno. Baba na mama wamenitoka katika ajali ambayo ni ya kutatanisha mno, ajali ambayo ililenga kitu fulani. Najua ajali hii itakuwa imesababishwa na itakuwa ni hapo zamani katika kijiji cha Mgudeni aliishi mzee mmoja aitwaye Bwana Makoli. Makoli alikuwa ni mtu mwenye mafanikio makubwa. Alimiliki shamba kubwa, magari ya kifahari, nyumba yenye uzuri wa kupendeza na familia yenye upendo. Mke wake Rehema alikuwa mwanamke mkarimu na mzuri sana. Waliishi na mtoto wao wa kipekee aitwaye Kito, kijana mwenye umri wa miaka 18, mnyenyekevu na mwenye ndoto kubwa za kuendeleza biashara ya baba yake. Familia hii iliishi kwa furaha. Wakazi wa kijiji walikuwa wakiwaonea wivu, lakini Makoli aliendelea kusaidia majirani na marafiki. Siku moja, katika jioni tulivu, Faisal, kaka mdogo wa Makoli, alifika nyumbani kwa kaka yake akiwa amechoka. Faisal alikuwa amepoteza kila kitu. Biashara yake ilifilisika, nyumba yake iliteketea kwa moto na madeni yalimzidi. Faisal akiwa analia alisema, "Kaka Makoli, nisaidie. Nimepoteza kila kitu. Sina pa kwenda. Tafadhali tusaidie mimi na mke wangu Aisha. Hatuna hata chakula." Makoli kwa moyo wake wa huruma akasema, "Mdogo wangu, nyumba hii ni yako pia. Tutakusaidia kuanza upya. Usijali. Nitahakikisha unapata mahitaji yote. Usijali ndugu yangu." Rehema, mke wa Makoli, akiwa amemkumbatia Asha, alimkarimu na kusema, "Karibu nyumbani dada. Hapo utakuwa salama." Faisal na mkewe Asha walikubaliwa kama sehemu ya familia. Walikula, walilala katika chumba kizuri, na kwa muda Faisal alianza kupata faraja. Lakini Asha, mwanamke mrembo na mwenye tamaa kubwa, alianza kuonyesha tabia za ajabu. Kila siku alipowasha moto jikoni na kuketi sebuleni, macho yake yalikuwa yakitazama vyombo vya fedha, vitu vya samani na magari yaliyopangwa katika kiwanja kikubwa. Asha, akiwa na mumewe chumbani usiku, alianzisha mazungumzo kwa kusema, "Faisal, unaona haya maisha mazuri? Haya yote yangekuwa yetu. Kaka yako anaishi kama mfalme, huku sisi tukiteseka. Hatuwezi kuendelea hivi." Faisal kwa sauti ya wasiwasi alimjibu mkewe, "Lakini mke wangu, Makoli ametusaidia. Hatuwezi kumuumiza." "Unafikiri atakupa chochote? Ataendelea kukutazama kama ombaomba. Sikiliza, nitakwambia siri. Kuna mganga mmoja mashuhuri katika kijiji cha mbali. Anaweza kutusaidia kupanga ajali. Tutafanya mpango wa ajali ya barabarani na wote hawa watakufa. Halafu hizi mali, yani kila kitu kitakuwa ni mali yetu. Wewe unasemaje?" Lakini mke wangu, hiyo ni hatari. Na kama tukiwa tumegundulika, kama tukiwa waoga, tutakufa maskini. Fikiria magari yote haya, mashamba na nyumba hii. Tutakuwa matajiri sisi." Baada ya ushawishi wa muda mrefu, Faisal alikubali. Usiku mmoja wa giza, walienda kwa mganga aliyeitwa Baba Fisi, mtu aliyesifika kwa nguvu za giza. Walifika kwenye kibanda cha kutisha kilichozungukwa na mifupa na vinyago vya kuogofya. Mara tu walipowasili kilingeni, Baba Fisi alicheka kwa sauti ya kutisha, "Nini mnataka? Kifo ama utajiri?" Asha kwa sauti ya ujasiri akajibu, "Tunataka ajali ya barabarani itakayoangamiza familia ya Makoli. Tunataka mali yao yote
iwe yetu. Mganga Baba Fisi, baada ya kusikia majibu ya bidada Aisha, alinyanyua mikono yake na kusema, sawa, nitaleta upepo mkali, mvua ya ghafla, na mti mkubwa utaanguka mbele ya gari lao. Lakini ni lazima mlipe kafara, kitu cha thamani kutoka kwenu. Mmenielewa? Siku chache baadaye, Mzee Makori, Rehema pamoja na Kito walipanda gari lao aina la Range Rover kwenda katika kijiji cha jirani kwa sherehe ya familia. Njia ilikuwa tulivu, ila anga ilianza kujaa mawingu mazito. Kito kwa bashasha alimuuliza baba yake, baba, tutafika muda gani? Sherehe inaanza saa 2. Mzee Makori akiwa dereva wa safari hiyo alisema, usijali mwanangu, tupo njiani. Angalia, mvua imeanza kunyesha kidogo. Lakini mvua hiyo dogo ilibadilika na kuwa mvua ya radi na upepo mkali. Giza lilitanda. Ghafla, mbele yao mti mkubwa ulianguka katikati ya barabara kwa kishindo kikubwa. Rehema alipiga kelele huku akisema, Mkwako Makori angalia! Mzee Makori akiwa anajaribu kupiga breki alisema kwa sauti yenye hofu, haiwezekani, Mungu wangu tusaidie. Gari lilikuwa likiteleza, likapoteza mwelekeo na kugonga mti kwa nguvu sana. Kulikuwa na kishindo kikubwa cha ajali. Radi ilipiga juu yao. Baada ya muda kulikuwa na ukimya. Wakazi wa eneo hilo walikusanyika pamoja na waokoaji walifika. Walikuta mwili wa Mzee Makori pamoja na Rehema ikiwa haina uhai. Lakini kulikuwa na mtu ambaye alikuwa bado akipumua. Kito akiwa na majeraha lakini macho yake yakifumbuka alisema, Baba, mama, niko hai. Kito alikuwa amepona kwa muujiza, lakini hakuwa na habari ya kwamba ajali hiyo ilikuwa imepangwa na baba yake mdogo pamoja na Asha. Huu ulikuwa ni mwanzo wa hadithi ya usaliti na mapambano. Usikose katika mwendelezo wa hadithi hii. Je, kijana Kito ataweza kugundua kwamba baba yake mdogo ndio alikuwa nyuma ya kifo cha baba yake na mama yake? Na je, Faisal ni kafara gani atakayoitoa kwa mganga aliyefanikisha zoezi zima la ajali? Usikose katika sehemu ya pili hapa ndani ya Monde Stories.